Yes, yetu kama kawa kama dawa. Kit Jerry in the building. And when you see Kit Jerry, jua kuna mambo inakuja kuchemka, mambo inakuja kuwa mbaya. Sasa leo tuko na wageni wetu hapa. Ambao tunapenda tungependa kuwafahamu kwanza kwa majina ili tukaendelee na kipindi chetu. Tutaanza na mkono wa kulia. Okay, mimi ni Kezi Luyai. And I'm so glad and happy to be here. Yeah. Thanks Kezi. Mziki sana. Naitwa Morris Jones. Ukipenda unaweza kaniita Emoji the Great. Emoji the Great mwenyewe. Sikia kijana anaitwa Emoji the Great. Man of God. Man of God. Emoji the Great inamaanisha man of God. Man of God. Emoji the Great inamaanisha nini kwa upande wako? Mwenye ndio atuambie sasa juu mimi hapo sina idea. Kidogo nasikia hapa Emoji the Great, Man of God, Morris Jones, Majina jina ni gani bana? Amazing. Unajua yote pia ni baraka. Unajua nilikuwa kijana mdogo pale nikiwa shule ya upili. Alikuwa kidato cha pili. Kuna wanangu fulani unajua nilikuanga wangu fulani nilikuanga nao ni akibiria hapo na pale. So bwana nikapatiwa hizo jina. Emoji the Great. Meaning the man of God. So pale tuko na man of God, tuko na Kezi, tuko na Kit Jerry mwenyewe. Na leo tungependa tuongelee kitu ambayo inajiita wewe sasa ukiwa na shida unajifungua kwa nani, na huyo ni nani atakusaidia ama hapana? Ukiwa na shida ni nani atakusaidia, ama unaweza kuongea na nani? Tukisonga sasa siji tuanze na upande huu. Mimi kwa nitasema hivi, wakati una shida actually nini, unajua sasa kitu cha kwanza hawezi ambia kila mtu unapopata unamwambia huyu una shida fulani, hivyo shida fulani. Kuna watu fulani wakati unafungia unaambia shida zako, so wanachukulia hiyo kama au kipondi yako. So unajua unakaanza kusema bana mtu ananiambia kwa hivi na hivi. So wakati una issue, wakati unataka na open up, cha kwanza ule mtu mwenye una open up kwake unaangalia maturity. Mtu akona maturity kiasi gani? Siri lazima kuwe mtu mkubwa au mtu mdogo, juu maturity si about age. So okay, just a minute. Cha tukuje upande huu. Hapo hivyo kwa ukiwa na shida ni nani unaweza ukamwambia? Sijui ni nani unaweza ukamwambia ukiwa na shida. Ukiwa na shida unafaa kuambia mtu una trust. And then this month being inaitwa mental health awareness. Kitu kama hiyo, si ndio? So nyinyi ndio mnafaa mfunguke. Like kama uko na ngori unafaa ufunguke. Unajua sisi madema tuna issue. Sisi tukikuwa na issue we just cry, tunabonga hivyo. Na nyinyi mnamaliza issue yenu. Na tunamaliza issue yetu. But sasa shida inakuanga na nyinyi. Like si rahisi mtu afunguke. But madem mimi naweza kukutana na mtu hata simjui kwa gari, namwambia ngori zinanisumbua manze. Namwambia mimi niko na hii shida na hii. Then nikitoka hapo na feel a bit just good, uko tu sawa. Niko tu sawa. So sasa hii majamaa wanafaa jue like hata kama wewe ni mwanaume ukikuwa na ngori we jibonge. Kwani watadu nini? Watafanya nini hao? Hakuna maana. Ati hakuna kitu watafanya. Sasa hapo kwa kufunguka, tunakuja hapo kwa kufunguka. Sasa ni swali tu, utanijibu tu kulingana na swali. Inabidi tu unijibu. Haya, kama mwanaume, wewe kwa upande wako unaona mwanaume anafaa fungukie nani for most? Okay, siwezi kuwa na general answer ya wote. Like kila mwanaume atakuwa anafungukia nani, but mimi na feel mtu anaweza fungukia tu mtu ako comfortable na yeye. Kama ni mtu wako, ama kama una mtu uambie mzazi wako. Ama morio. Si wanasemanga wanaume nyinyi si masnitch. Amna hizo gossips mingi kama za mademu. So wewe fungukia mtu, unaweza fungukia mtu anaweza kusikiza. Ikikuwa ngumu sana ambia ChatGPT. Ikikuwa ngumu sana ambia ChatGPT. Na ikuwe mbaya. Ngoja na ChatGPT. Mama unijenga ma advice. Na mrecommend. Ndio msiwa ChatGPT unamtii sana. Unampiga salute. ChatGPT, salute bala. Umepiga watu kuinje ma advice mbaya sana.
Haiko Kuna challenge. Wewe ambia hiyo shit itakusaidia. Na penye inaweza. Ikikumislead pia. Sawa tu. Kaende nayo. Haiko upande wetu kijana Morris Jones mwenyewe unasema mna gani hapo? Unafungukia nani? Kwa mambo yako kidogo kama mwanaume unafungukia nani? Unajua sisi wanaume mara mingi sana wanga tunakuwa sana close na others zetu. So mara mingi utapata unajua kimwambia uko na ishi yako atakusikiza ama na pia kama uko na friend na kutrust pia unaweza kumwambia pia hiyo itakuwa poa. So una prefer kufungukia madhi? Mimi na prefer kufungukia madhi sana. Alafu wewe una prefer kufungukia ChatGPT sana juko. ChatGPT na watu wenye wanijui. Because ChatGPT unajua kidogo kuna hiki kitu disappointment kidogo na kujanga hapo kwa umefungukia tuseme ulianza na mtu wako. Umefungukia mtu wako vizuri umemaliza umemfungukia bana mambo ya familia yenu umeingia deep ndani kabisa. Alafu sasa siku moja unakuja unampata kuna kama kosa. Unamwambia bana mimi mambo yako staki na alafu anaanza kuambia hiyo sijui unasema aje kuhusu hiyo. Wazi na huko hivi kidogo. Hapo nayo sasa hapo nayo ni normal one. But zio happen. Sometimes unaweza fungukia mtu wako na yeye pia mkosane akupashe na hizo vitu ulimwambia. Wewe ulisema hata watu wa kwenu hawajawahi kula mahindi. Tukoja hajawahi kula mahindi. Ati watu ni wanatembea kama siafu maisha yote. Kidogo njoo natembea kama viguu kama siafu sisi kidogo enda jenga kwenyu. Sasa lakini I think mimi sasa kitu naona ndio tubaki tu hapo kwa ChatGPT sasa. Hapo kwa ChatGPT iko safe. Mimi sioni kitu inaweza ni harm na kwa mimi hata siwezi fungukia masa juu pia huwa na feel naweza muongezea burden zingine unaona so mimi nakaa na ChatGPT hapo tunaulizana maswali na niambie ukweli na niambie kenye nataka kusikia and life moves on. Ati uzuri ya ChatGPT inakwambia kitu unataka kusikia. Exactly. Haikwambii kitu unataka kusikia. Sometimes haikwambii kitu real, inakwambia kitu unataka kusikia na inajua kitu unataka kusikia. Hiyo nayo bana that's amazing by the way. Sijui kijana unasema aje kule mtu mwenyewe umefunguka bana umefunguka. Kama kidogo hapo acha nirudi kuombea really yenyewe. Ulifungia mtu wako kitu fulani, alafu kidogo akuja akakuanika, sijui ulifikiria nini after amekuanika sijui ulifikiria. Yo sasa mimi na misa ile happen hivi. Asikuanikwa. Yenda alifungia mimi sasa shirika na msumbua. So alifungia kwa nayo. Sasa ni wewe unafika siku fulani akanisukuma nikafika nini na aka point fulani. So nikaona sasa ndio amenipatia tu. Sasa ndio nakupigia nayo. Ndio option bana. Sasa ndio option. Ndio amenipatia tu. Sasa ndio nakupigia nayo. Na wanasema kuna best yangu alikuwa ananiambia usiwaambie mtu kitu unaogopa ama kitu una feel ni weakness yako atatumia hiyo kitu. Sasa kijana wetu hapa kidogo alifanywa vibaya akaona saa hapa hivi wewe point ni moja alafu unajua pia na pia mimi nilitumia hiyo chat na GPT in fact na niliuliza hivi how to apologize to your girlfriend. Ikaniuliza hapo chini makosa gani ulifanya. Nikasema ina kama ngumu sana. Niuliza nataka tu apologize. Nini endelea? Kaniuliza niambia hapo. Ati makosa gani ulifanya? Makosa ni mimi nikasema tu harassment. Harassment. Nikasema bana ati space. Alafu pia ads iko na bana nini na action na umpatie time like 3 to 6 months like usai 3 to 6 months na nipatie mtu ndo anisema nikasema hapana nikasema hapa no sitakubali hapo chini ikaniambia pia ukweli ni hivi mtu anaweza apologize pia asiwe willing kurudi nikasema ati after apologize yote inamwambia ati hapo chini namwambia realistic ati unaweza apologize but mtu asirudi. So like ngoja sema so hizi banizi ni gani tena hapo mimi nataka niombe msamaha kitu kingine na kati na personal kitu by the way na personal sana. So mmesema mambo kufungukia ile tufungie ChatGPT ChatGPT kweli bana hii mambo kufungukia watu wetu itabidi sisi tukaanza kidogo itabidi tufungie ChatGPT lakini sasa shida ni moja ChatGPT iko sawa umefungukia alafu mpo wako ameshika simu yako
Blanda sasa, hiyo ni blanda. Hizi ona kwa nini ni blanda? Akona time ya kwenda hadi kwa ChatGPT yako angalie mnaongea nini. Hiyo inafaa urespect privacy. Acha nikwambie. Mimi nakumbuka kuna kutufani na Buslia alisema hiyo samani usiku kabla ulale make sure una restart simu yako. Asante data kingine tukichukua ati fingerprint nini ati anakuwa touch hivi namwambia iko kwanza pin na kaa juu. Yaani alikuwa anasema mwanaume usiku tu kijinga hapo unakuwa sharp. Okay. Sasa mambo kidogo imechemka kwa muda mfupi lakini sasa okay, tumeshafungukia mtu wetu, tumemaliza. Amekuanika leo maneno yako. Sasa sijui na next utafungia nani kando na ChatGPT? Ni nani unaweza kufungukia? To me, acha mimi nianze na mimi mwenyewe. Mimi na prefer by the kufungukia Madhe because Madhe na ndo kitu chini waanze kuchomea mtoto yako pia nani ngori naona. Mimi na prefer Madhe, sijui una prefer nani kwanza? Asiu. Mimi hata sifungukii mtu manzi. Wewe ni wewe tu. Not unless stranger. Mwenye najua huyu anaenda tu hapo. Huyu anaenda. Okay. Atakutana na yeye. Ndio unafungukia nani? Abidu ni Madhe. Wewe Madhe afungia tu Madhe. Sasa vijana tunafungukia Madhe. Mama boys bana. Naona. Imekuwa mbaya bana. Acha kwa baba na kitu mmoja bro. Ndio inaweza kuwa na mimi na wewe sasa hapo tunaongea. Wewe niambie bana una shida yako fulani hivi. Si ndio? Bwana video niambie na ina kwa hivi na hivi like atunakwanga msika. So bwana hiyo siku nyote nikikosea mbele ya watu nasema hata kuniambia kitu. Hata wewe ni mgonjwa bwana. Hata kuniambia kitu hata ni mgonjwa. Na swali bwana. Msa alikuwa rafiki yangu lakini sasa nilimwambia juu nimwamini. Sio juu kitu unajua na inafanyanga watu siku hiyo wafunguki na nini unajua mtu akasirika. Ni like sasa ile self control bwana siku hizi hatuna kabisa baby. Anaongea tu anaongea. Like ajali. But kitu naweza sema inabidi tukue na self control sasa. Juu watu wengi wanajimada by the way, especially my youth. By the way. Depression inaua wasee. Unaona? Juu ya mtu anaogopa kufungukia watu ama alifungukia watu ikaanikwa. Sio jamaa anaingia into depression. Kidogo mwingine anajiua. Ameenda. Unaona sasa vitu kaa hizo. Sasa itabidi tu watu pia kwa tuna respect tu. Tujifunze ndio tukae fiti manze. Like to respect tu privacy ya watu. Mtu akikwambia kitu kama unajua hauwezi nyamaza nayo, mwambie asikuambie. Kataza tu mapema. Mwambie tu usinishow. Kama unajua vizuri una break, wewe mwambie tu asikuambie. And then another thing, si feel kama ni necessary mtu kutumia weakness ya mtu ama mtu alikwambia kitu personal kumhusu and then ukikosana unampasha na hiyo stuff. Kitu ni mbaya. Na once again in JE podcast tumeanza bana lakini imekuwa mwecheche, imekuwa mbaya kuruka na bado this is just an opening tunaingia ndani hadi ndani. Watch out part